Kama ambavyo nilikwambia kwamba mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili. Nafsi inakula maarifa, roho inakula imani, mwili unakula lishe. Sasa huwezi kubalance, kama hauna balance kwenye hayo maeneo huwezi kuwa stable. Nafsi ni utashi, hisia na akili ya mtu. Roho sijui ni kitu gani, lakini najua ndio iko ndani ya mwanadamu. Energy. Alafu mwili ndio hivyo, seli, tissue, organ na mifumo vimewekwa pale. Nafsi kibebwa na mwili wenye shida inaumia. Vita huwa inaanzia kwenye roho. Okay. Alafu inakuja kwenye nafsi. Vikizidiwa vyote viwili, mwili ndio unatolewa kafara. Ndio maana unaona mtu ni msomi bado na complain kama ambaye hajasoma. Kwa nini? Ile taaluma ni mzigo kwake. Akili haijafunguka kuona fursa. Kwa nini? Haiko connected na nature. Hivi ukamchukua George ukamsomesha sanaa za maonyesho toka akiwa na miaka 5, angekuwa wapi saizi? No. This is what it is. Lazima tujifunze kuona kwa jicho la tatu. Kama macho mawili hayaoni vizuri, la tatu litaona. Na hilo la tatu ndio la muhimu zaidi ambalo wengi ni blind. Upuuzi ukiwa na wengi inageuka kuwa fact. Okay. That's how it is. Maisha ya dunia yako hivyo hivyo. Upuuzi ukiwa na wengi, upuuzi ikikubalika na wengi inageuzwa kuwa fact. Lakini haliwezi kuwa ukweli. Sio kila ukweli unafaa. Kuna wengine umegeuzwa tu, ni uongo umegeuzwa kuwa kweli. Kwa sababu wengi